Nabii Meja, niko katika eneo la mnara wa saa hapa stesheni. Inasemekana hapa ndio kilomita 1 ilipoanzia, lakini kila mtu ana maoni yake juu ya swala hilo. Wengine wanasema imeanzia hapa mnara saa, wengine wanasema kwenye alama ya askari pale, wengine wanasema kwamba ni hapo bandarini. Sasa twende tukapate maoni ya wadau wakiwa wanatueleza kweli kilomita 1 imeanzia wapi. Yes, mambo vipi? Inasemekana hapa ndio Dar es Salaam ilipoanzia, ndio katikati ya jiji. Niko eneo la stesheni Dar es Salaam, Clock Tower. Nimekutana na mdau hapa namuuliza, je, ni kweli hapa ndio kilomita 1 ilipoanzia? Mambo vipi kiongozi? Fresh, hali vipi? Poa, unaitwa nani? Anaitwa Ali Muhammad Alfan. Ali Muhammad, hapo uko muda mrefu sana? Hapa na miaka 20 sasa. Miaka 20. Hebu tueleze, kweli ni kilomita 1 imeanzia hapa Clock Tower ama ni maneno ya watu? Ni Clock Tower. Kwa hiyo tunaposema ile kilomita kwa mfano 108 labda kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro, hii ndio Dar es Salaam yenyewe. 198 Morogoro Msamvu pale roundabout Msamvu. 198. Kwa hiyo 1 imeanzia hapa. Imeanzia hapa Clock Tower. Na nimuulize, kilomita 1 ama 0 kilomita inaanzia wapi hapa Dar es Salaam? Kilomita 1 Dar es Salaam inaanzia Clock Tower. Kuna mnara huko pale Clock Tower ndio inapoanzia. Yaani hapo ndio kilomita 0 katika mkoa wa Dar es Salaam inapoanzia. Kutoka station kwenda mpaka pale around about iko pale Clock Tower ndio kilomita 0 iko pale. Kuna wengine wanasema kwenye askari pale ndio kilomita. Hapana. Tunaweza kufanya ushahidi baada ya kamera hapo kuzima, twende pale. Mimi nimefika mpaka pale na sijaona alama yoyote. Hujaona alama yoyote? Lakini sisi tuna imani watu wa Dar es Salaam kwamba katika mkoa tunakuja siku nyingi kwamba kilomita 0 zinaanzia Clock Tower. Kwa hiyo assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Najua wewe Dar es Salaam hapa ni uko kitambo sana. Ndio. Swali ambalo nataka nikuulize, kilomita 0 au kilomita 1 imeanzia wapi kwa hapa Dar es Salaam? Kilomita 1 kwenda wapi? Kwenda mkoa wowote hapo. Yaani kitovu cha Dar es Salaam ni wapi? Imeanzia hapo mnarani. Mnara wa saa. Mnara wa saa. Yes. Naona wazee wenzako hapa kidogo wanacheka, wanapiga makofi, wanasema kwa umepatia. Lakini wengine wanasema kwamba imeanzia kwenye askari pale. Ndio imeanzia kilomita 1 pale kwenye askari ule movement pale. Hapana. Barabara zote kwenda Kilwa Road, kwenda Kisarawe, kwenda Bagamoyo unaipata pale. Huyu ndio askari na hii ndio Samola. Sasa wanasema kilomita 1 imeanzia hapa. Huu ndio mji, hii barabara ya kwenda Posta na hii ni Samola Avenue. Sasa je, kilomita 1 imeanzia hapa? Na ukienda kule mbele kabisa ndio unakwenda kukutana na mnara wa saa. Ni kibao cha Pwani, inaonekana ni kilomita 17.14 kuanzia hapa. Sasa je, huu unaweza ukawa ushahidi tosha kwamba kilomita 1 au mwanzo wa kilomita kwa jiji la Dar es Salaam inaanzia hapa? Kwa sababu tuna kibao ambacho kinaonyesha kwamba kutokea hapa mpaka Pwani ni kilomita 17.14. Hii ndio barabara ya Morogoro ambayo ndio mwanzo wake, lakini inasemekana hapo kwenye mti chini kulikuwa na kibao cha kuelekea Mbezi ikionyesha kilomita za kuelekea Mbezi. Sasa je, kilomita 1 inaanzia wapi? Bado mabasi yanaanzia hapa. Tena mabasi yote yanaanzia hapa. Yote ilikuwa yanaanzia hapa. Na sio kwenye mwanzo wa barabara ya Morogoro ambao hakuna, ni hapa. Reli ilikuwa inaanzia hapa, treni. Mabasi yalikuwa yanaanzia hapa. Na wakati ule hakuna mabasi ya mtu binafsi au nani ya kwenda mikoani, hakuna, ni railway. Kwa hiyo mzee wangu, watu ambao tunatokea mikoani tukiwa tumefikia hapa Magufuli kwenye stendi ya Magufuli, maana tutakuwa hatujafika Dar es Salaam. Bado hamjafika. Kwa Dar es Salaam yenyewe kitovu chake ni hapo kwenye Clock Tower. Ni hapa ndio Clock Tower. Na sio kwenye ni hapa Clock Tower. Ya askari wala kwenye barabara ya Morogoro. Ni hapa Clock Tower. Na hiyo mpaka stendi ya Magufuli kuna kilomita kama 25 20 ngapi. Kwa hiyo ina maana wengi sana Dar es Salaam bado hawajafika. Bado. Hizo kilomita 25 ni karibu. Kwa hiyo Dar es Salaam hawajafika. Wanasema bado convert kwenye miles ni ngapi? Kilomita 25 kwenye miles ni ngapi? Karibu kwenye maili 10 na kitu hivi. Manake kilomita ni nyingi kuliko miles. Maili 5 ni kilomita 8. Sasa tusiendelee kubishana kwamba kilomita 0 imeanzia sehemu nyingine. Ni hapa nakwambia mimi. Mimi nilikuwa nafanya railways. Treni inaanzia hapa miles kutoka hapa mpaka Mwanza, kutoka mpaka Kigoma. Ndio kutoka hapa mpaka Mpanda inaanzia hapa. Railways inaanzia hapa mpaka Iringa Songea, Iringa nani Njombe pale Makambako
Mbeya, Kyela, Tukuyu. Lakini pale hawajaweka alama yote mzee wangu pale ya kuonyesha kwamba vizazi vyetu hasa sisi ambao vijana tumekuta hivi bado kwetu sisi sio historia. Yaani tunataka kuuliza mpaka tuje sasa hilo ni kama ni kosa la serikali baada ya kujitawala. Lakini mkoloni ndio aliweka. Hii nakwambia ya mkoloni. Hii inayokueleza ni miles. Ndio imeanzia hapa. Ndio ilikuwa inatoka mpaka Tunduma. Maana barabara kutoka Mbeya inakwenda ikienda Kyela huku inakwenda mpaka Tunduma. Lakini baadaye mzee stendi ile ya Mishio ikawa Mnazi Mmoja na nyingine ikawa Kisutu. Stendi ya mabasi. Umesema baada ya kutoka hapa na hapa station. Baadaye stendi ile ya Mishio ilikuwa iko Mnazi Mmoja. Kule bwana ni mabasi ya ilikuwa nini ilikuwa nini yale mabasi yalikuwa na mabasi ya kwenda mikoani yakina Zafanana wakina wale walipangiwa pale Kamata. Walikuwepo lakini kabla ya Kamata hapa Mnazi Mmoja kulikuwa na stendi. Ni juzi hapa, sio zamani, nakueleza hivyo. Hapo kwetu sisi vijana zamani. Ndio, ni zamani kwenu nyinyi. Ni juzi hapa yalikuwepo pale. Lakini kabla hapo Kamata nao kulikuwa na stendi. Kamata ilikuwepo na ile kampuni Kamata yenyewe ilikuwa kampuni ni shirika. Baada ya mabasi yale ya watu binafsi ni shirika likawekwa Kamata, ndio wanapandia pale kwenda mikoani. Baada ya leo ikufa ndio kaja Kamata. Ndio ikaja ile Kamata pale. Nayo ilikuwa serikali. Hii ilikuwa ni baada ya uhuru. Hiyo Kamata ikaja baada ya uhuru, ndio baada ya reli. Yaani railways. Ile railway ilikuwa kwenye uhuru. Railways baada ya uhuru ilikufa. Makao makuu yake yalikuwa Iringa na mimi ndio nilikuwa huko. Baada ya kutoka Central Line, nilipokuwa Central Line, hapa niwahi kwa assistant station master. Sawa. Kwa miezi 9 nikaenda Morogoro. Kutoka Morogoro nikaenda Dodoma nikaenda Tabora nikaenda Shinyanga nikaenda Mwanza nikarudi. Nikaenda Kaliwa nikaenda Kigoma. Nikahamishwa ndio nikapelekwa Central road service. Uko ukiwa kama station master? Ndio, assistant station master. Nilipotoka hapa ndio nikahamishwa kwenda road service. Lakini makao makuu yake ni Iringa. Na nimefanya mpaka ni traffic inspector. Kutoka pale nikawa assistant road superintendent wa Tanzania. Aliondoka mzungu, mimi ndio nikapewa. Nilipoondoka mimi alikuja Mchukui pale. Maana ilikuwa miezi 6 mgomvi hawataki wazungu mimi niondoke pale. Mimi nikaambia hali yangu ya hewa inanisumbua. Daktari ndio akaandika kwa huyu hali ya hewa ukubaridi sana inamsumbua, lazima aondoke. Ndio nikaondoka mimi. Kumbe nilikuwa nimepata kazi kwa wakoloni. Nilikuwa nataka niache tu. Nilipata kazi kwa wazungu ambao walifungua kampuni ya madawa ya kumwagilia pamba. Na ofisi yake ilikuwa hapa. Lakini niko walikuwa wanalipa fedha gani sasa? Za kigeni ama za nini? Yaani malipo alikuwa wana Tanganyika tu ya East Africa, ilikuwa hela ya East Africa. Hela hiyo ilikuwa ni East Africa. Ukiwa hapo utalipwa hiyo, ukiwa Uganda utalipwa hiyo, ukiwa Kenya utalipwa hiyo. Ambayo nilikuwa ni noti ama sarafu? Noti, sarafu zilikuwepo. Noti, sarafu zilikuwepo. Lakini zilikuwa za picha ya Malkia. By then time. Hii picha ya nani imekuja baada ya uhuru? Ya marais wa kwetu. Si baada ya uhuru. Baada kujitawala mwaka 61 ikaendelea ile mwaka 62 tunapata jamhuri, anaondoka governor, ndio ikatengenezwa hela yetu. Ndio ikaja ile noti ya shilingi 100 ya Mwalimu na Masai yamesimama huko. Ndio ya kwanza Masai yamesimama huko. Kubadilishwa ndio ikaja Simba. 100 lakini shilingi 100. Ndio ilikuwa fedha kubwa ya juu sasa. Noti hizi za ndogo zilikuwa za shilingi 10. Mzee wangu hiyo shilingi 100 kwa kipindi hicho ulikuwa unaweza kununua nini? Wewe mfanya mchezo wewe. Mshahara kwanza ukianzia 125 ndio mshahara wa kwanza. Ndio huyo mtu analipwa kama mtu gani? Kama daktari au nani? Daktari alikuwa anazidi kidogo. Daktari alikuwa kwenye 300 na kitu. Daktari mkubwa wa pale, lakini anaanzia 215. Na hiyo kwa nini ndio hela nyingi sana? Wewe fanya mchezo wewe. Unafanya mchezo wewe. Wakati ule senti moja zinafanya kazi. Senti moja inafanya kazi. Hiki kombo unanunua senti moja. Unafanya kazi. Andazi kubwa napata namna hii, senti moja. Unakula unashiba.